Habari? Nzuri, habari yako mada? Salama, unaitwa nani? Kwa majina yangu naitwa Fahad Sabas Mwakalebela. Okay. Unahusika na vitu gani? Nahusika sana na masuala ya tibalishe. Okay. Katika nyanja gani? Maana lishe ni pana na ni kubwa. Kwa kweli nimeweza kuwa kwenye nyanja mbalimbali kwa sababu nina wataalamu. Kwa niko na wataalamu ambao wanatoa ushauri wa masuala ya magonjwa ya kama yasiyo kuambukizwa, kisukari, magonjwa ya pressure, kansa. Nina wataalamu ambao wanahusika na lishe ya mama mjamzito, lishe ya mtoto, lishe ya mzee. Kwa hiyo okay, umefanya kitu kizuri sana. Lakini leo unataka utuambie hasa nini kuhusu unachotaka kutuambia, labda vile unavyodili navyo vikiwa vingi, lakini leo uchague hiki kimoja utuambie. Bana, siku ya leo ambacho nakipenda na unataka kutuambia. Siku ya leo nataka niwaambie kuhusiana na habari ya nguvu za kiume. Kumbe. Wow, karibu. So nguvu za kiume, sisi tumeandaa kitabu, kimeandikwa na wataalamu watatu. Okay. Kuna mmoja yuko KSMC, yeye ni daktari bingwa, medical specialist wa magonjwa ya ndani. Okay. Yeye anaitwa Dr. Shayo, naye ameandika kwa kitabu, kuna sehemu ambazo ameandika na kuweza kupiga. Lakini kuna mwingine anaitwa Gilbert Charles. Yeye ni mtaalamu pia wa tibalishe, yuko Muhimbili pale kama mwadhiri anafundisha. Okay. Na niko mimi Fahad Sabas Mwakalebela, mtaalamu pia wa tiba ya chakula au sayansi ya chakula na lishe. Hebu chukua tano. Umefanya vizuri sana. Je, ni kwa namna gani unaweza ukaliongelea tatizo hili kuwa linaathiri watu wengi kwa kiasi kikubwa na wanashindwa kufikia ndoto zao? Ndugu yangu, nikiangalia Tanzania ya miaka ijayo, kama tu sisi Gen Z tuna changamoto hiyo. Ukija kwenye zile kliniki unakutana na vijana wa umri kadhaa wanasema wanashindwa kwenda raundi 2-3, wanakuwa wanasisitiza kwamba wanahitaji wapewe ushauri wa lishe kwa ajili ya nguvu za kiume. Unaweza ukatuambia faida gani ambazo mtu akija kwako au akisoma kile kitabu ataweza kuzipata ili kuweza kusolve changamoto yake? Kwanza moja, kitabu akijaandikwa tu na mtaalamu mmoja, yani mtaalamu wa lishe, pia kimeandikwa na mtaalamu wa magonjwa ya ndani. Okay. Kwa hiyo kimebeba mambo mengi na utaalamu mwingi. Lakini kimeweza kuelezea nini au sababu za magonjwa hayo au shida hiyo. Sababu zimeelezewa kwa urefu, kwa mapana, kiasi kwamba nikianza kuelezea hapa sababu tunaweza tukafika kesho asubuhi. Kumbe. Bei zipoje? Bei za kitabu ni nafuu sana, hata kwa ule Mtanzania au yule kijana ambaye anajitafuta kwenye zile 1, 2, 3, lakini naye ameoa na anapata changamoto, mwanamke wake afurahii tendo. Lakini hii iwe tu ni kwa ajili ya wale wenye ndoa. Hiyo ni kwa ajili ya kupataje? Mnaweza kunipata kwa njia mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram. Kwa jina gani? FM Nutri Healthcare. Wow, that's very good. Na makala yako unayaposti wakati gani na kila siku tunaweza tukayafuatilia na kuyapata? Naweza mkawa mnafuatilia, na ili kusudi uweze kufaidika zaidi unaweza ukawa unanitafuta kwa njia ya WhatsApp. Au kwa Instagram au kwa Facebook. Lakini kama uko nchi za nje unaweza kuwa unatafuta kwa email. Ukinikosa kwa video call, labda wenda niko sehemu kijijini hamna mtandao, utafute mtandao, si ndio hivyo? Kwa sababu tunahitajika kuwasaidia Watanzania kwa huduma bora. Onana na sisi nutritionists. Kabisa. Nimefurahi kukufahamu. Asanteni sana. Afisa lishe kutoka Ndanda Referral Hospital. That's good.